tutakuwa tunatoa mifano. Kuja niko naomba, lakini hivi ukiwa umefichwa, si simu ni yako, siwezi kuchukua. Ndio unaona kwamba kama uko kwa ndani ya Yesu, kwa sababu Biblia inasema katika John 10:10 ya kwamba mwizi uja kwa kufanya nini? Na kufanya nini? Ninyi ni wa Bible study. Sasa huyo mwizi ndiye anaweza kuja kukuiba kwa sababu ya wewe kukataa kufanya mapenzi ya huyo mwenye amekuficha. Weza ibiwa hata ukiwa kwa Yesu na yule muovu, kwa sababu umekataa kuyatenda mapenzi ya nani? Aliyekuficha. Sikia. Sasa kama unatenda mapenzi aliyekuficha, ukitaka kuibiwa, anasema hapana, huyu ni wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Shika. Manake tunapendana. Ukipendana na Yesu, atakuwa anakukinga wakati maadui wanakuja. Wakati wazao wanataka kumaliza, Yesu wako hapa anasimama. Anasema huyu mtamroga. Mkirusha uchawi, sasa unajua Yesu hawezi rogeka. Utaniruhusu tu leo tufundishane. Na kwa sababu unampenda Yesu, nimeona hiyo, umekuja leo hata kama hakuna mabati. May God bless you. Amen. Hatukujua katika kitabu cha Wakolosai 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Sasa hii ndio inaitwa mafundisho. Tukikuja kwa hizi vitabu za New Testament, tukikuja kwa hizi New Testament, ujue hapa kuna kuangana kitu inataka kufanyika. 3:1-10, kuna mtu umefika? Kolosai 3:10. The Bible says, yes. Mkivaa utu mpya. Yes. Anzia 1, please. Okay. Biblia inasema kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Yatafuteni yaliyo juu Kristo alipo. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. That's the only thing. Usharati na hizo vitu zote zikana, hizo vitu zote ushirikina, kwenda kwa waganga, ulikuwa wewe ni mfu. Amen. Bwana ziwe sana. Pofu. Sasa miili yetu, because of Jesus, we are no longer kuishi katika matendo ya dunia. Sasa miili yetu inakufa because ya dhambi. Sasa tumejificha, uhai wetu umefichwa ndani ya Yesu Kristo. Uhai wangu umefichwa ndani ya Yesu Kristo. Maisha yako yamebadilika. Haleluya, wameokoka hapa. Bado unashikilia Yesu. Wacha nizidi kuuliza. Anake watu wanaanguka. Na unaweza ukaanguka ukafikiria uko kwa Yesu, kumbe ulianguka. Na hata unaweza ukalia sana, lakini hakuna salvation. Ukiokoka, wacha nikwambie vile umeokoka, kuanzia leo ujue ya kwamba hata kama wewe ni mgonjwa, uhai wetu umefichwa kwa Yesu. Hata kama wewe ni mgonjwa, because of Jesus, atakuponya. Utapona magonjwa, hautakaa kwa madawa tena, because Jesus ametupa ukombozi. Amen. Hata because life sio yako, kuna mwenyewe life. Hiyo life kuna mwenye. Nimesema hii simu ikiwa ya huyu ni yake. Simu haiwezi operate kama wewe haja operate. Ukweli wao. Sasa nimeongea uongo. Hii simu huyu ni mwenyewe. Paka lazima afinye password yako nayo. Simu inangojea aishike ndio akiweka ndio operate through huyu.
Halo. Ama ninyi mnataka kufundishwa aje? Tukizima hapa tuzime. Itanyamaza. Na operator huyo ambaye ana operate mpaka lazima afinye hapo yake. So haiwezi ongea hili, lakini uzima Mungu ndiye anatupatia. Akitaka utembee unatembea, akitaka uende kazi unatembea, akitaka ueleke unaeleka, akitaka upate kazi unapata. Huyu Mungu ndiye kunaye mrefu. Wakikutazama yule wa kwanza kuonekana. Yes. Amen. Amen. Wakikutafuta kwa waganga. Yes. Ni moshi. Mungu kwa jina la Yesu. Yes. Kwa Yesu. Kwa waganga. Yes. Wanaona mtu wa maana. Wanaona mtu anaenda juu. Hawaoni failure. Wanaona baraka. When Jesus is there, Yesu akiwa ndani mwako na umefika na Yesu, yoyote anakutazama leo kwanza leo hawa anamuona Yesu. Yesu. Na pia wakikutafuta kukumaliza wakutana Yesu. Yesu apikane na wao. Watezi wako, wale wabaya wako, vile tunawarushia Yesu. Hakuna kitu kingine utuambie. Halo? Ukiamuka asubuhi, unaruka hivi, ujue huyo ni Yesu. Ama umechakua kule kanisani, ukaacha biashara yako, ukaacha kazi, ukaacha mume wako nyuma, ukaacha bwana wako nyuma, ukaacha bibi yako nyuma, ukasema ninaenda kwa Yesu, nimuone Yesu. Amen. Ati utapata buwadi kwa hapo. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataingia, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyu atastahimili milisha. Kwa kuwa itamfaidi mtu nini kuupata ulimwengu wote? Hapo ndio tunataka. Itamfaidi mtu nini kuupata ulimwengu wote? Yaani wewe hata ukitafuta pesa ijae kwa nyumba yako, itamfaidi nini? Hii kitabu ambaye tumeisoma ya kwanza, Wakolosai 3 hiyo nasema basi ufueni chochote kilicho ndani yenu ambacho ni cha kidunia, uchafu, shauku, tamaa mbaya na uchafu ambao ni sawa na kuabudu sanamu.